Unaenda wapi? Nimekuuliza unaenda wapi? Shika. Nimekuuliza unaenda wapi? Shule. Bamdogo. Begi langu liko wapi? Choro shule nataka niwahi. Kwa akili zako unadhani shule ndio kila kitu? Hakuna msaada mwingine zaidi ya kwenda kulima. Shika. Twende shambani. Nimeshazoea hali hii, lakini moyoni na maumivu makali. Najiuliza nani atakayenipa haki yangu ya msingi. Kielimu nimeisha poromoka. Wenzangu wanazidi kupiga hatua. Unajua mshumaa nimenunua asubuhi tu. Lakini unaona unatumia vibaya kabisa. Isitoshe kesho mdogo wako anakuja usiku. Sasa sijui unataka usiku kwangu uwe mchungu. Njoo ulale. Kesho asubuhi tu kwenda shamba. Iko wapi haki yangu? Wengine wamepata na mimi sijapata. Mbele ni utata, nikitaka kupata wanazuia nisipate. Wengine wakiniona wananitema mate. Yaani nimefuata hela, sitaki maelezo, sitaki nini. Salome. Nisikilize basi. Punguza jazba. Unajua zibaki wiki mbili tu niweze kuvuna shamba langu lile lingine. Tutapata pesa. Ukimbilizo wewe unaziona chache. Wakati unatambua fika mwanangu anahitaji kwenda shule. Hana sare, madaftari, hata peni ya kuandikia afu ananiambia tu. Lakini mbona unatuisha mzigo ambao sio wangu? Kwani babake yuko wapi? Ina maana wewe mwanangu umpendi. Babake wewe anakusuni? Sikize Msafiri. Ukipenda ua, penda na boga lake. Kama unashindwa kumsaidia mwanangu achana na mimi. Nisikize basi. Ibaki 30 tu. Nenda kamleve vitu vingine tutamalizia. Jitahidi. Na ukichelewa utakuta mwana sio wako. Mdogo. Kesho nataka niende shule. Sina madaftari. Sina pesa.
Dula, kuna vitu vingi sana nahisi kutoka kwako. Nimekuleta hapa ili uniambie ukweli wa maisha yako. Ni kitu gani kinakusibu? Kwa sababu kila siku wenzako wanaenda shule, wewe upo nyumbani, shuleni hauendi. Tatizo ni nini? Tatizo ni bamdogo. Bamdogo? Ndiyo. Kwa nini bamdogo? Tangia baba fariki sijaipata haki yangu ya msingi. Ina maana babako mdogo huyu Msafiri hataki wewe uende shule? Ndiyo. Kwa nini anafanya hivyo? Mamdogo. Mamdogo? Anakujaga kila siku anasema nimuite mamdogo. Huyo ndiye anamchanganya akili. Na kila kitu anampa yeye. Ni nani huyo? Salome, nifurahishe japo nusu saa. Unajua mimi sina ujanja kwako. Afu, kwani kila siku tunagombana mimi na wewe? Kwani wewe ujue pesa gani ulionipa hii? Itanisaidia kitu gani? Msafiri, unatambua fika asali unayotaka kuionja ina nyuki wake. Lakini uliniambia Msafiri. Afu, kwa unapenda kuongea habari za mpenzi wako tuko mimi na wewe? Kwa sababu mkono wako ni mfupi. Jitahidi mkono wako uwe mrefu. Utapata mapenzi yangu yote. Nakupenda sana Msafiri. Nitakuja kesho jioni, sawa eh? Alafu uniandalie ile 50,000. Nitakuja kuchukua kwa sababu nahitaji kwenda kujumua bidhaa. Baadaye. Ujue sijaonja hata penzi lako. Nilianza kupata matumaini kumuona dada Mariam jirani yetu akipigania haki zangu za msingi. Alianza kuenda shuleni kwetu kuongea na walimu. Alipotoka shuleni kwetu pia aliamua aende katika serikali za mitaa. Iko wapi haki yangu? Wengine wamepata na mimi sijapata. Mbele ni utata, nikitaka kupata wanazuia nisipate. Wengine wakiniona wananitema mate. Mimi ni yatima. Habari zenu wazazi wa kijiji hiki cha Ilambo. Karibuni sana katika kikao hiki. Nikiwa kama mwalimu mkuu wa shule hii, napenda kuwakaribisha katika kikao hiki na ninafungua rasmi kikao kinachomuhusu Bwana Msafiri, mzazi wa kijana wetu ambaye tunaye hapa shuleni, Abdalla. Bwana Msafiri mara nyingi amekuwa akimnyima kijana wetu haki zake za msingi. Nikisema haki za msingi wote mtakuwa mnajua na maanisha nini. Na kila pindi tunapomuita hapa shuleni kwa ajili ya kuja kujadili masuala haya, amekuwa ni mtu ambaye anakaidi sana. Hivyo nikiwa kama mwalimu na nikiwa kama mzazi pamoja na bodi yangu nzima ya shule, tumekaa tukalijadili, ila tukaona tusimalize peke yetu, tuwashirikishe na nyinyi wazazi tuweze kulijadili swala hili wote kwa pamoja. Karibuni na ninakaribisha hoja. Ndio, karibu mzazi. Asante sana mwalimu mkuu. Nashukuru kwa kunipa nafasi hii. Kwanza kabisa nafarijika kwa kuitishwa kikao hiki. Maana wazazi wengi wamekuwa wakionyesha watoto wao na kuwanyima haki zao za msingi, hususan elimu. Wazazi wengi wamekuwa wakiwatesa watoto wao, na binafsi nimemshuhudia Bwana Msafiri akimnyanyasa mtoto wake na kumnyima haki zake za msingi, kama kumkataza kwenda shule na kumtumikisha kwa kazi ngumu. Anampa kazi ngumu misili ya punda, kiasi kwamba anampa kazi zilizo nje ya uwezo wa mtoto. Hivyo basi mimi kama mzazi imenikwaza, kitendo hicho kimenikwaza na kuniumiza. Nipo tayari kupigania haki ya mtoto huyu, kuhakikisha anapata haki zake za msingi kama elimu, kama wanavyopata watoto wengine wa mtaani, tofauti na huyu Abdalla. Bwana Msafiri anatakiwa achukulie hatua kali za kisheria ili iwe fundisho kwa watu wengine wenye tabia kama hizi. Hatupo tayari kufuga ubovu wa namna hii katika kijiji chetu. Asante. Karibu mwenyekiti.
Asante sana mwalimu mkuu kwa kunipa nafasi hii. Taarifa hizi nilizipata na ziliniumiza sana. Nikiwa kama mzazi, nilimuita bwana Msafiri ofisini kwangu, lakini hakuweza kufika. Hivyo basi, sisi kama serikali tuungane kwa pamoja, tumsaidie mtoto apate haki zake za msingi, na bwana Msafiri apewe adhabu kali kwa kudharau serikali ya kijiji na kutompa mtoto haki zake za msingi. Hatuwezi kulifumbia macho. Karibu pia mzazi. Nashukuru sana kwa nafasi hii. Unajua, asilimia kubwa sana wazazi wanapofariki, wale wanaoachiwa watoto kwa ajili ya malezi wanashinda kabisa kuwapa haki zao za msingi. Tukio hili nimeliona mara kwa mara likitokea. Wakati wanafunzi wengine wanaenda shule, watoto wengine wako mtaani, wanafanya kazi ambazo hazilingani kabisa na umri wao. Kiukweli inaniumiza. Mimi kama binti nimeamua kupigania haki za msingi za watoto. Karibu pia mzazi. Asante. Kwanza mimi nikupongeze kwa hatua ulioweza kuichukua, lakini pia niwapongeze wazazi wenzangu ambao tumeweza kufika katika kikao hiki juu ya swala hili la huyu mtoto wetu, kwa sababu hata sera yenyewe inasema mtoto wa mwenzio ni wa kwako pia. Maana nakumbuka hata sisi wakati tulipokuwa tuko wadogo tulikuwa tunaona kabisa kama wazazi walikuwa wanatusaidia. Karibu. Salome. Nini sasa? Jana usimehidi leo mapema utanipa zawadi yangu. Sasa mbona una haraka hivyo? Haya, karibu. Sasa mbona unafunga mlango? Usijali. Karibu keti. Mpenzi, hiyo ndio takataka ambayo ilikuwa ikinisumbua kwa muda mrefu. Yaani imeniganda kama kupe. Nimekula vipesa vyake kadhaa, ila hajai kuonja asali yangu. Nilikuwa na mchuna tu. Unaitwa nani? Naitwa Msafiri. Msafiri. Kwa umeamua kusafiri mpaka kwa wake za watu? Nilipata habari hizi juu ya mtu anayekula matunda ya mti wangu. Niliangaikia kwa muda mrefu. Sikutaka kuinda kwa manati. Niliamini ipo siku tanasa kwenye mtego wangu. Salome. Tupishe. Mbona unaonekana una muonekano wa kiume? Panda kitandani. Tumeshachoka tabia zako.
Jamani, twende kwa utaratibu wananchi. Tulie jamani wananchi, twende kwa utaratibu. Hapa swala sio kusikilizana. Swala ni kwamba wewe unamnyanyasa mtoto. Na tumechoka kuona sisi ni wazazi ambao tumezaa. Tunaujua uchungu, tunaumia au sio jamani? Ndio. Binafsi sina sababu ya kukuhukumu. Kwa kuwa mhukumu wa kwanza na wa mwisho ni Mwenyezi Mungu pekee. Lakini nimekuwa nikiumia kama mwanamke kushuhudia manyanyaso yanayoendelea kwa mtoto asiyokuwa na hatia. Ikiwa elimu ni bure, serikali fursa imetoa. Lakini wewe umekuwa ni kikwazo kikubwa cha mtoto kukosa elimu. Hivi unajisikiaje watoto wenzio wanapokuwa shuleni? Wako wako wanateseka, unamfanyisha kazi ngumu. Zilizomzidi. Tumechoka tabia yako. Mwenyekiti, pamoja na wanakijiji wenzangu, twende na mtu anastahili kwa huyu bwana. Maana tumechoka maneno hayo kiasi hichi. Mimi kinachonishangaza zaidi ni kikubwa, wewe unajali mtoto wa mwanamume mwenzio, sio wa kwako. Kumnunulia kalamu tu unaona hasara, ila unajua kuonga pesa na kuwanunulia mafuta mazuri watoto wa kike wapendeze. Haya, kikubwa cha yani kitoa shilingi 300 kumvalisha mtoto nguo elimu bure inakuuma. Hivi ni mwanaume gani wewe? Mtoto wa kaka yako, marehemu kaka yako. Kaka yako mletoka tumbo hili? Na hisi usi unashangaza wewe. Uenda kwa nyama. Kwa sababu gani? Nani kakudanganya wewe? Rudi nyuma Jamani sikilizeni, hatuwezi kuwa na uvumilivu na mtu kama huyu asiyejua umuhimu wa shule na kutotambua haki za msingi za watoto. Watoto ni taifa la kesho. Nani asiyejua hilo hapo? Na elimu ndio ufunguo wa maisha yao. Huyu anatakiwa pewe adhabu kali ili iwe fundisho kwa watu wenye tabia kama za kwake. Ndio. Kushukuru. Elimu ni bure, serikali yetu imetuletea. Yes. Mtoto anasoma bure, ushinde kununua uniform na daftari la shilingi 200 linakushinda. Anajua kuanga. Lakini unahonga kwa mtaani unasifika. Msafiri kila sehemu ukipita msafiri umekuwa nani wewe? Msafiri kitu gani? Mtu gani anakosa roho ya huruma? Wazazi tunaumia, tuna uchungu na watoto. Hapa kitu yake elimu ndio kila kitu. Katika maisha nimejifunza vitu vingi. Cha kwanza ni msamaha, kurekebisha pale nilipokosea na kutokuruhusu tena kosa nililofanya mwanzo lisijirudie. Nimejifunza kuwa mwanakijiji mwenye kushirikiana katika jambo lolote linalotokea na kuhudhuria katika vikao. Nahitaji msamaha ili niwe mwanakijiji mpya, niwe mfano wa kutetea haki za msingi za watoto. Asante wanakijiji kwa kunifumbua. Pia asante sana Salome kwa kunikumbusha juu ya ujinga wangu. Dula. Ikwapi haki yangu? Wengine wamepata na mimi sijapata. Mbele ni utata, nikitaka kupata wanazuia nisipate. Wengine wakiniona wananitema mate. Mimi ni yatima, mimi ni yatima, nimepoteza wazazi, yani baba na mama. Bado na elimu wanataka nikose, niishi kama mwenda wazimu. Nalia nalia haki yangu, haki elimu. Nalia
nalia, haki yangu, haki elimu, nalia, nalia, haki yangu, haki elimu, nalia, nalia,